namna ni bora tuongee ukweli, kwa sababu maybe ukiongea ukweli unaweza kupata msaada kwa watu, kwa kusaidia kwamba bwana dogo anapitia situation 1 2 3. Unajua sometimes kinachotuumiza wengi ni kukaaga tu kimya. Kwa sababu ukikaa kimya hakuna mtu ambaye anajua situation zako unazopitia za maisha. Kwa ni ukweli. Sasa naweza ngasema kwamba gomvi mkubwa mimi na Lea tuko sawa. Huo ni kweli kabisa, wala tusiongee uongo wala siji kuficha vitu. Ni kitu kibaya na mwezi wa mtukufu na mimi nimefunga. Mimi na bro Lea tuko sawa. Ni kwa muda gani hiyo? Miaka 2 naenda. Okay. Na kuelezea kwa nini tuko sawa. Gomvi wetu mkubwa na bro Lea ni hela. Naelewa? Ni hela, na wale tumegombana kisa hela. Bro, mimi nilikuwa nalala studio ile. Nilikuwa sina sehemu ya kukaa. Kama msanii wa lebo. Sina sehemu ya kukaa. Nalala studio na vizia kana stukizi wamemaliza kurekodi. Na wao wanaondoka kwao, mimi ndo nalala chini. Naelewa bro. Ikaenda ile hali labda ngikosa usiku, labda Mzava akiwa hana mchumba tuseme kwake, ndio naweza nikasema nikaenda kwa Mzava nikalala. Lakini sasa Mzava ni mtu watoto sana, kwa hiyo kupata muda kulala kwa Mzava inakuwa ni mara chache sana. Kwa muda mwingi mimi nilikuwa nalala studio. Hicho ni cha kwanza kabisa kilichonifanya mimi nianze kufuatilia mimi nalala studio, msanii haya maisha gani? Bora sio maisha mazuri. Ikabidi mimi niangalie kwamba okay, kwani mimi siingizi pesa kwenye kazi zangu ambazo natoa? Ikabidi sasa mimi nimfuate bro, nimwambie bwana brother, nahitaji tuongee. Akaniambia sawa. Kama bwana bro, kwani mimi sijai kuingiza hela kwenye muziki? Bro akaniambia bwana, wewe hujai kuingiza hela hata 100. Hata 100. Ndicho nijibu bro. Hata 100 wewe hujai kuingiza. Akasema kweli? Na maana zile namba si views zinazoenda ni fake, labda ni views fake. Akambia wewe jua tu hujai kuingiza hela, kwanza umetia sana kampuni ya sawa. Sasa kuna siku yule dogo unamwita nani yule IT nani wa Palace wa Next Level pale. Kwa akawa ameacha PC. Baada ya kuacha PC mimi nikafuatilia pale, nikaja kuona dashboard yangu na kama $30,000. Kama $30,000 nikaangalia, ngasema bro ananiambia mimi siingizi pesa. Sasa hizi nini? Ina maana kweli hata kama aba hana moyo kunisaidia, si ndio? Ameshinda kunipangia hata sehemu ya 100,000 mimi nilale. Mimi nalala chini afu digital za $30,000 kweli? Basi 100,000 nyingi, $50,000. Mimi nijistiri, sio nalala pale studio. Sio kitu kizuri. Nikamezea mate, nikasema nikisema nimwambie bwana nimeona $30,000, huo ni ugomvi mkubwa ambao mimi na yeye mkubwa sana. Basi kaenda mimi hali nikana vumilia hivyo kama mtu wa kiume, unajua tunajishi kwa imani kwamba labda bro siku atanionea huruma, atanisaidia, unaelewa? Kumbuka naishi hivyo, lakini mkataba wangu unasema 40 kwa 60 kwamba ni haki yangu mimi kulipwa. Unaelewa sijui? 40 ya kwangu mimi, 60 ya Rebo. Unaelewa? Kwa maana haki yangu kupewa hela. Ikaenda maisha kaenda hivyo hivyo, unajua hivyo vitu ni vitu ambavyo vinavunja hata msanii kuendelea kufanya kazi, yani kuwa na ile passion ya muziki tena, kama unajiuliza sasa mimi nafanya muziki, kuna maisha yangu yanakuwa tu mabaya tu, unaelewa? Kaenda ngana vumilia, lakini mwisho siku sasa bibi mkubwa wangu aliuma sana kiasi kwamba ilikuwa inahitajika milioni 2. Inahitajika milioni 2, mimi hata benki $200,000 zina. Naelewa? Sijui naitolea wapi. Sasa nikimwambia bro itakuwaje? Lakini nasema ngoja nikaze kama mtoto kiume niweze kumwambia plaza. Labda atanisaidia. Nikamwambia bro naomba tuongee. Niambie bwana, mama anaumwa sana, kwa hiyo inahitajika kama milioni 2, naomba nisaidie bro, niweze kumsaidia mama. Mimi sina hela mdogo wangu. Hela sina. Napo nyumbani wanapiga simu wanaambia bwana sisi tushachanga tuna $200,000. Wewe ukijitahidi hata $1,800,000 $800,000 sawa. Itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Na familia zetu hizo za kimaskini bro. Ukishakuwa msanii, ukiwaambia sina hawezi kukuelewa hata kidogo. Ni kweli kabisa. Unaelewa?
Na ukiangalia brother zetu mtandaoni wanasema wana bilioni, milioni 800 magari wanayoposti. Kwa mzazi vile vitu anafanyaje? Anaona na anaamini. Kwa hiyo sasa mwisho siku ukimwambia ana hela afu ndio ile amekuja kusema mimi nina bilioni. Anasema sasa kama huyu anakaa naye ana bilioni. Mwaneno utakuwa na bei gani? Unaelewa vukua? Kwa yote ambayo yanatokea, scenario nzima ambayo umetuelezea, wewe unaamini ni sababu ipi inamfanya Rayvanny kuwa mzito, maybe kutotaka kukaa chini, kuhitaji maridhiano, au labda kukuachia tu wewe uende? Ni kitu gani ambacho kipo? Mimi ndo kitu ambacho nashindwa kuelewa kibinadamu. Kama labda nilimkosea sana, kuna binadamu ambaye samehe kaka. Kwenye haya maisha hata Mungu mwenyewe anasamehe pia. Kwa hiyo kama yeye labda nilimkosea sana, aniwie tu razi mdogo wake, kwa sababu nikisema Rayvanny nimpeleke kwetu akamuone mama yangu mimi, akaione familia yangu na wadogo zangu, bro, kesho anarudi ananipa vitu na hela kuanzia maisha pia. Kuna namna atakavyokuonea huruma. Kuna namna atakavyonionea huruma. Kwa hiyo nafikiri labda kwa sababu hajamjua mama yangu na hajawahi kwenda kwetu, kwa hiyo naona labda dogo hivi. Yaani kwa kifupi ni kwamba Rayvanny hakujui. Hajui hivi. Yeah. Obviously. By the way, kuna time ilisemekana kwamba ilitokea deal, kuna watu walitamani kufanya kazi na wewe. Sio wa Tanzania hao watu. Walitaka kufanya kazi na wewe ulikuwa tayari kabisa kufanya nao kazi. Lakini Rayvanny alivyoshtukia huo mchongo, ni kama alihusika kwenda kuuzibia. Sijui ilikuwaje. Unaweza kutuambia ilikuwa vipi? Na pengine hiyo ndio sababu iliyosababisha maybe Rayvanny afikirie kwamba wewe umepata boss na pengine hataki kukuachia, anatanguliza pesa mbele ili akuachie. Nafikiri huo mchongo ulitokea inatoa IP pale. Nafikiri walikuwa ni Boomplay. Okay. Kwa ala kununua ile IP kwa milioni 600, lakini mwisho siku hakuna kilichoendelea. Naelewa. Kwa mimi sasa sijui, kwa sababu kila kitu anapokea Rayvanny. Kwa kama sijabano alitupia huko ni mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe ndo anajua. Lakini mimi si bwana, kuna mchongo wako wa milioni 600 bwana, nataka kununua IP. Kwa hiyo utapata na yeye kiasi chako. Ngasema sawa, mimi nitashukuru, mtapata hela, lakini mwisho siku sikulaga tena chochote chingine.